Amen. Na kwa hivyo wapendwa, we are going to talk about sowing. Kupanda mbegu. Na wewe na mimi tuko na mbegu tunaweza kupanda. Sisi sote Mungu ametuita na akatupa mbegu ndani ya mioyo yetu. Amekupa mkate wa kula na amekupa mbegu ya kupanda. Shida yetu ni kwamba tunakula mbegu, tunakula na mkate. Tunataka kula everything. Na kwa kawaida kitambo sikuwa naona mtu anakulaga mbegu mingi. Zilikuwa mahindi zinatengenezwa, zinafunganisha na zinawekwa hapa jikoni. Na hiyo hata kuwe na njaa na gani hakuna mtu angechukua hiyo mahindi tu hapo. Maharagwe na kunde zilikuwa zinawekwa kwa mvua. Kwa nini inaitwa kibuyu? Zilikuwa zinawekwa hapo zinangojea siku ya kupanda. Na hakuna mtu hata ukiwa na njaa gani, hakuna mtu ataenda kutoa ile kibuyu ambaye zile mbegu aweze kutengeneza wapike. Kwa sababu mbegu si ya kula. Bwana Yesu. Kile ambacho Mungu amekupa time yako na familia yako, lakini amekupa time yako. Amekupa nguvu za kufanya kazi zako. Vile amekupa nguvu za kufanya kazi yako. Lakini sisi tunalipa na kazi yake pamoja na nguvu zetu sisi. Tumia ile time yako pamoja na ile yetu. And we don't care. Asubuhi tunaulizana maswali katika Bible. Kwa nini watu they don't commit themselves katika kazi ya Mungu? Wanakula time ya Mungu, wanakula ile ya Mungu. Tunatumia nguvu za Mungu, tunatumia zile zetu. Anatupa mkate tule na anatupa mbegu tupande. Tunakula mbegu yake na tunakula wakati. And we move on as though hakuna shida yoyote. Tunaendelea kutembea tu and we don't care. Kwa sababu katika roho huu si wakati wa Old Testament, wakati wa Agano na Agano. Ukikosea dunia inapasuka, unaweza saa hiyo. Agano dunia kuna siku inapasuka, tunasonga tu mbele. Mungu atuhurumie. Bwana Yesu asifiwe. Hata ninataka kuangalia mambo yanayohusu kupanda. Sowing. Na sowing wapendwa, sowing and reaping as principles. It's a principle in the Bible. It's a principle in the Bible ambayo lazima tuiangalie na lazima tuichunguze sana. Tuelewe Mungu anasema nini na sisi about giving and sowing and reaping. Kupanda pamoja na kufanya nini? Kuvuna. Yes, najaribu kutafuta hilo neno. Kwa hivyo siku ya leo nataka tuangalie kupanda pamoja na kuvuna. Genesis chapter 8 verse 22. Genesis chapter 8 verse 22. Wakati Noah alitoka katika gharika, Mungu akasema ya kwamba sasa sitaharibu tena ardhi na maji. Na vile seasons zinafaa kuwa zitabaki hivi. Hakuna kitu itawahi change. Akasema while the earth remains, kwa sababu kuna siku dunia itaharibiwa. Maandiko yanasema hivi. Kutakuwa na a new earth na a new heaven. Na kwa hiyo hii dunia tuliyo nayo wakati ambapo itaendelea kuwa iwe ni miaka 10, 20, 100 inayokuja, as long as it remains seed time and harvest, cold and heat, winter and summer, day and night shall not cease. Nyakati zitabaki za kawaida. Mungu akasema sitawahi vuka tena nyakati, hata mvua inyeshe siku nyingi, mvua itakuwa inanyesha wakati wake, jua inakuja wakati wake, wakati wa kupanda na wakati wa kuvuna. Hivyo Mungu akaambia Mungu hivyo. Na hiyo it is in the physical. Lakini hata katika mambo ya roho, majira yapo katika mambo ya kuvuna. Bwana Yesu asifiwe. Tuko na majira ya kupanda na kuvuna. And this is a principle. Na principle ni nini? Ni ule ukweli ambao tunahitaji kufuata, kanuni ambayo inahitaji kufuatiliwa. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo Genesis, Mungu anatangaza mambo yatabaki yakiwa vile. Lakini sisi nasi tunayaangalia hayo namna gani? Nataka tuangalie the principles ama the 7 principles of sowing and reaping. 7 principles of sowing and reaping.
Kwa maana tumesema katika ulimwengu wa kawaida kuna kupanda na kuvuna, lakini pia katika ulimwengu wa rohoni kuna kupanda. Kwa hivyo hatuwezi kula mbegu ambayo tumepewa na Mungu. Amekupa mkate, amekupa mbegu. So what are these principles? Na kabla hatujaingia katika hizo principles, nataka tusome Luke chapter 6 verse 30 to 38. Luke chapter 6 verse 30 to 38. Twende haraka tafadhali kwa sababu ya muda. Give to everyone who asks of you, and from him who takes away your goods, do not ask them back. And just as you want men to do to you, you also do to them likewise. Shika hiyo. Nimesema hatuongei kuhusu pesa peke yake. Ya kwamba kile unachotaka watu wakufanyie, fanya hivi. This is a sin. Kufanyia watu wazuri wapendwa ni mbegu. Bwana Yesu asifiwe. Usiseme huyo alinionea siku moja kwa hivyo simtendi mazuri. Usiseme huyo alinikosea kwa hivyo na mimi nitamake sure nimemkosea. Hata nami nitamake sure nimerudiza. Hapana. Just as you want men to do to you, you also do to them likewise. Fanya kile ambacho ungependa kutendewa. Tuendelee. But if you love those who love you, what credit is that to you? For even sinners love those who love them. Mbegu nyingine. Mbegu ya kwanza ile umesoma hapo ni moja ya kutenda matendo mazuri. Yale ambayo unataka utendewe, tendea mwenzako. Wacha kuangalia na jicho la kwamba yeye si mzuri, yeye hakunitenda mazuri. Cha pili, another seed mpendwa. Mbegu nyingine ambayo unahitaji kupanda ni mbegu ya upendo. Na tumekuja kugundua ya kwamba Wakristo, watu ambao tumeokoka, wengi wamejaa chuki. Na unasikiaga tu kwa maneno ambayo wanaongea. Achana na huyo. Huyo anakuaga hivi na hivi. Ukimpenda mtu hautasema achana na huyo. Bwana Yesu asifiwe. Love, but turudi pale nyuma. But if you love those who love you, what credit is that to you? Kama utanipenda kwa sababu nakupenda, unapokea nini? For even sinners love those who love them. Kwa hivyo wapendwa, tupande mbegu ya upendo hata kwa wale hawatupendi. Kama watenda dhambi wanapenda wale wanaowapenda, let us be different. Bwana Yesu asifiwe. Let us be different. Tusipende huyu kwa sababu amenipenda. Don't support. Usinisupport kwa sababu nilikusupport. Ni support kwa sababu ni mbegu ambayo tumeagizwa na Mungu tuweze kupanda. Bwana Yesu asifiwe. And it is the right thing. Find the right thing. Doing the right thing ndio inaitwa kuwa righteous. Right, righteous. Inatoka from the word right. Doing the right thing. Na kwa hivyo mpendwa, usiseme huyo atanipeleka chani, nilimwitia mbili, atanitoa kitu kwa hivyo mimi simpeleki. Hapo wapendwa ndio tunaangukia. Tunataka kupeleka yule anatupelekana. Tunataka kuchangia yule anatuchangiana. Hata leo hivi tunavyochanga kwa ajili ya family choir. Unasema hiyo family choir, hata chairman, hata secretary, hata yule anaendeshaga, au hata wao nipeleka chani kwa hivyo mimi natoa 100. Unafanya kama mwenye dhambi. Wenye dhambi ndio wanafanyanga hivyo. Amen. Wanachangia, wanasupport, wanaombea wale ambao wanawasupport na kuwaombea. Na kwa hivyo sisi tuwe tofauti. Inatusaidia nini tunapopenda wale wanaotupenda na wale hawatupendi na tunajua hatuwezi wapenda? That is not Christianity. Huo sio Ukristo. Bwana Yesu asifiwe. The next verse. Next verse, Caleb. And if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? Watendea mema wale wanakutendeaga mema. Kuwapenda wale wanakupenda ama wale wanakupenda. For even sinners do the same. Next. And if you lend to those from whom you hope to receive back, what credit is that to you? For even sinners lend to sinners to receive as much back. Unataka kumpa yule unajua atakurudishia. Lakini mtu akwambia nisaidie hautaki, maana hatakurudishia. Hiyo ni mbegu tunayopanda. Na kile unachopanda tutaangalia katika hizo principles tutaona. Next, but love your enemies, do good and lend, hoping for nothing in return. And your reward will be great, and you will be sons of the Most High, for He is kind to the unthankful and evil. Hata
ako mzuri tu, ako mzuri hata kwa wale ambao hawana shukrani, hawana nini, hawana uzuri wowote. Songe mbele. Therefore be merciful just as your Father also is merciful. Judge not and you shall not be judged. Condemn not and you shall not be condemned. Forgive and you will be forgiven. Nawe utarudishiwa upendo kiasi cha kujaa, kushindiliwa, kusukwasukwa pamoja na kumwagika. Toa wema, onyesha watu wema, onyesha watu kindness, onyesha watu uzuri, support people, waombee. Nawe utaombewa kiasi cha kujaa, kusukwasukwa ama kushindiliwa, kusukwasukwa na hata kumwagika. Bwana Yesu asifiwe. Kile ambacho unafaa kutoa kwa wengine, waombee uvumilivu, wavumilie wengine ni wagumu, but show them patience. Nawe utaonyeshwa patience. Unajua mara nyingi tuko na ile attitude ya holier than thou. Ninafikiri huyu wana shida sana, hawezi kuwa patient. Kumbe nami nikiingia katika group nyingine hata nao wanachoka na mimi, wanasema siko patient. Kwa hivyo onyesha wengine uvumilivu. Nao utakapoingia katika ile group nyingine watakuvumilia. Bwana Yesu asifiwe. Be self-control. Utakapokuwa kule upande ule mwingine, kuna wengine watajicontrol wakati ambapo mambo yako yataharibika. Give and it shall be given to you. A good measure, pressed down, shaken together and running over. Italetwa katika mikono yako hivi. Upokee hivi. Kwa maana kwa kipimo upimiacho wengine, hivyo ndivyo utakavyopewa. Bwana Yesu asifiwe. 7 principles of sowing and reaping. Tunaongea kuhusu kuheshimishwa na Mungu. Lakini nikasema jambo la kwanza, ukitaka uheshimishwe na Mungu, lazima na wewe umtumikie. Utatumika kwa njia gani? Sitaki nipotee mpendo. Utatumika kwa njia gani? Ukitaka Mungu akuheshimu, ukitaka ya kwamba ukipita upigiwe saluti even in the spiritual realm, lazima uwe mtumishi. Ninaposema mtumishi simaanishi pastor, simaanishi worshiper hapa mbele. Ninamaanisha katika kile kipawa chako ambacho hata hatukioni, unatumika kabisa. Ya kwamba leo Yesu angetokea hapa, hata kama unakaa kule nyuma anasema huyu unayefikiri afanye kitu, yeye ndiye anaombea kabisa. Bwana Yesu asifiwe. And in that way Mungu atakuheshimu. Principle number 1, we reap what we sow. Tunavuna kile ambacho tunapanda. Unapoona watu hawakuvumilii, uko katika mkutano hakuna mtu anakuvumilia, hakuna mtu anakupenda, ni kwa sababu ulipanda kutovumilia wengine. Unapoona ya kwamba unaingia katika mkutano watu wote wanaangaliana, ni kwa sababu hicho ndicho umepanda, umekuwa ukifanya hivyo. What are you sowing? Je, mpendwa, unapanda nini leo? Kwa maana after 1 month, after 2 months, after 1 year, hicho ulichopanda utakuja kuvuna. That is the first principle. Na kwa hivyo unapoishi katika haya maisha, kama unataka kuheshimiwa na Mungu, panda kilicho chema, panda upendo, panda uvumilivu, panda uaminifu, panda goodness. Kwa maana unapovumilia watu, unapowapenda watu, huo ni utumishi. Unapopanda maombi kwa wengine, huo ni utumishi. Unapopenda wengine, kuna watu ambao hawajaiona upendo. Kuna mtu hajawahi kuwa hadi. Unajua kuna mtu anaweza kuwa na kipawa cha ku-encourage but in a very different way. Ya kwamba njia yake hata hana maneno mengi, but just hug someone ambaye alikuwa chini na akasikia moyo wake umeinuka kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kile ulicho nacho ambacho hata alitambulikia hapa mbele, kitumie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana ukikipata kitakurudia. Kitakurudia. Bwana Yesu asifiwe. These are principles. Na principles hazibadilikaji. Inakuanga hivyo. Hakuna siku utapanda ukose kuvuna. Uliza hata wale watu wamepanda na mvua ikakosa kunyesha. That is in the physical. Hawakosani kupata kitu. Wale ambao wanapanda wakati mvua imenyesha, like for now, si watu wameshapanda. Sasa yule atapanda saa ile na expect nini? Si umepanda umechelewa. Si unapata majani yako tu ambayo hayana mahindi. Wale unafikiria utakuwa umevuna. Sasa kama umepanda the wrong time, what do you expect? Bwana Yesu asifiwe. You reap what you sow. Galatians chapter 6 verse 7. Galatians 6:7. Twende haraka maana muda umekimbia sana.
Galatians 6:7 inasema nini? Do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. Paulo, na wacha nikwambie, hii ni upande wote. Unaweza ukapanda mazuri ukavuna mazuri, ukapanda mabaya ukavuna mabaya. Unakumbuka wakati Paul akiwa Saul alikuwa converted. Alikuwa ni mtu ambaye anatesa kanisa. Anaenda anachukua barua kutoka kwa Mafarisayo na wakuu wa masinagogi, anapeleka Jerusalem ili apate nafasi ya kupersecute na kutesa kanisa, na akawa ni mtesi wa kanisa. Alipokutana na Mungu katika njia ya kwenda Dameski, Mungu akasema ya kwamba huyu ni mtumishi wangu atakayeteseka sana kwa ajili ya injili. Kwa nini? Alipanda kutesa kanisa. Hii principle wapendwa, it is very serious. Unacheza tu unafikiri Paul akatesa kanisa. Na kwa hivyo alipookoka labda alikuwa anatembea akifikiri sasa nimeokoka niko sawa. Alivuna mateso. Mara ngapi anajieleza katika 2 Corinthians chapter 6 akieleza mateso aliyopata katika injili. Mara mbili nimepata the 40 stripes minus 1. Mtandikwa mara mbili 39 lashes. Mara ngapi aliweza kupata ile inaitwa shipwreck. Akiwa katika bahari, ship inazama, anaondoka lakini Mungu anamsaidia. Mara ngapi amefungwa au katika jela. Kile alichopata akiwa hajaokoka. Mpendwa, napenda kusisitiza tukae maisha ya kumpendeza Mungu. If you want him to honor us. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu leo unapanda ukifikiri hakuna consequences, hata ukiokoka zinakufuatana. Only that God shows you mercy. Bwana Yesu asifiwe. Uzuri wa Mungu is merciful. Paulo akapanda kupersecute kanisa, akapatana na Mungu pale mbele akiwa ameokoka, lakini mercy ya Mungu ikawa inatembea pamoja naye. Kwa hivyo ukipanda mema utapata mema, ukipanda mabaya yatakufuata. David akaua Uria na akachukua mke wake Bathsheba, akamuoa, akazaa naye, akavuna kifo cha huyo mtoto. Amezaa mtoto akafa. Kwa sababu alipanda mabaya, akavuna mabaya. Alikuwa labda anasema mimi ni mfalme kwa hivyo mambo yangu yako sawa. Lakini alipozaa huyo mtoto naye mtoto akafa. Na isitoshe familia yake, the family line ya Daudi ikalaaniwa. Ukisoma katika kitabu cha 2 Samuel chapter 11 na 12. 11 inaelezea vile alitengeneza njama, Uria akauawa na vile alichukua Bathsheba. Chapter 12, yule ambaye alikuwa ni nabii ama Sia Nathan akaambiwa na Mungu enda ukaambie David hivi. Na akaambiwa ya kwamba ujue ya kwamba katika familia yako kutakuwa hivi na hivi. Kutakuwa mahali pa upanga. Mambo hayatakuwa mazuri. Umepanda kifo, umeorganize Uria akauliwa bure, ukamnyang'anya mke, mambo yako hayatakuwa sawa. Utakuwa mfalme lakini ujue kutakuwa. Amen. Whatever you sow you shall reap. Jonathan akapanda mema, akawa rafiki wa karibu wa David, akamsaidia hata watu wakati Saul baba ya Jonathan alitaka kuwa David, akawa anamsupport, anasimama naye. Na hata baada ya Jonathan kufa, kijana wake Mephibosheth akapata kibali kwa David. Jonathan hata akiwa amekufa, mtoto wake akapata mema. You reap what you sow. Number 2, you reap. Sometimes we reap what others sow. Kuna nyakati wapendwa, tunavuna kile kilipangwa na wengine. Na ukiangalia mfano mzuri, wazazi ambao walitulea wengi wao walikuwa watu wanajua kwenda kwa waganga, labda hata kama si wazazi mababu, walijua hizo vitu. Na kwa sababu ya hiyo tukateseka kabla hatujamjua Yesu, tukaanza kuvuna vitu vya watu wengine. Watu walioenda katika uganga wakatutibisha kabla hatujajua Yesu, tukapelekwa kwa waganga, tukaanza kubebana na laana kabla ya Yesu kutuokoa kwa sababu ya dhambi, kwa sababu ya vitu vilivyopandwa ama mbegu zilipandwa na wazazi wetu. Kwa hivyo kuna vitu, na hapo ndio nimesema Jonathan mtoto wake akavuna mema ya baba yake Jonathan kupitia kwa David. Kuna vitu vizuri. Siku ya leo sisi tumeokoka, watoto wetu watavuna mema kwa sababu tunamjua Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hawatakaa ile maisha tulikaa kabla hatujamjua Yesu. Ni Yesu ametuhurumia, ni Yesu ametusaidia. Kama sio huyu Yesu, tungekuwa hata sisi tuko deep kwa wazazi wetu walikuwa.
Mungu akatuhurumia, lakini sasa watoto wetu wako na afadhali kwa sababu tumewalea katika njia za Mungu. Sasa hawatavuna vitu vibaya vile ambavyo wazazi wetu walifanya tukavuna. Number 3, we reap in a different season, not the one we sow. Unapanda leo. Kama leo kuna mbegu ambayo utapanda kwa family choir, unaweza usipate kitu leo ama kesho kutwa, lakini next month but one next year ukaona umevuna. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo kama vile tunapanda maharagwe na yanakaa asijui mwezi mmoja, miezi mbili ama 3 ndiposa yanakomaa tunakula, hata nasi leo unaweza ukapanda wema leo na ukakaa hata ukavuna next year, lakini usichoke kupanda. Bwana Yesu asifiwe. So we reap in a different season. Leo ni siku ya kupanda season, maybe inaweza kuvuna inaweza kuwa 2 months to come. Amen. Number 4. Ninaenda mbio kidogo sababu ya muda, lakini najua tunabarikiwa. We reap more than we sow. Tunavuna zaidi ya kile ambacho tunapanda. Nataka ukumbuke ya kwamba tunaongea kuhusu kuheshimika ama kuheshimiwa na Mungu. Nitaelezea pale nyuma ya kwamba kama tunataka kuheshimishwa na Mungu na kuheshimiwa na Mungu, lazima tuwe watu wa kupanda mbegu chini. Lakini kabla hujaanza kupanda zile mbegu, elewa the principles ambazo ni za kupanda. We reap more than we sow. Hosea chapter 8 verse 7. Hosea chapter 8 verse 7. You planted wheat. Twende pale haraka kale, please. They sow the wheat and reap the wild wheat. Wanapanda wheat ya kawaida, upepo ule wa kawaida, lakini wanachovuna ni nini? Kisulisuli. Upepo wa kisulisuli. Ukienda katika kitabu cha Joshua chapter 7, kuna mtu alikuwa anaitwa Akani. Walipoingia katika nchi ya ahadi Kanaani, waliambiwa msijaribu mkienda vitani kuchukua vitu vya watu, na especially vile ambavyo vimetengewa miungu. Akani hakuchukua, akapanda wizi. Alivuna nini? Tunasema principle number 4 ni kwamba unavuna zaidi ya kile ambacho ulipanda. Akani ameenda akaona manguo mazuri, vitu vizuri, akaokota, akabeba na akaenda kuficha katika hema lake. Alipoficha pale, kumbe Mungu anaona kila kitu. Tumishi wa Mungu Joshua akaambiwa na Mungu, enda in Lot kwa kupiga kura uangalie ni nani atakuwa ameiba, kwa sababu kuna dhambi katikati yenu kikundi hiki cha Israeli. Wakaja kupata Akani ndiye alikuwa anachukua vitu wakati walienda kwa vita. Alikufa yeye na familia yake yote. Mke anaingia katika shida sababu ya mume, watoto wanaingia katika shida sababu ya tamaa ya vitu vidogo, akapoteza maisha yake na watu wengi wa familia. We reap more than we sow. Kora, Abiram na Dathan walifanya hivyo, wakapanda chuki kwa Musa katika Numbers chapter 16. Wakapanda chuki, wakamchukia Musa, wakamnenea mabaya. Kwa nini wewe unasema ndio unatumiwa na Mungu? Wewe unafikiri ndio mzuri sana kutuliko? Walivuna nini? Nchi ilipasuka, ardhi ilipasuka, akaingia ndani na familia zao wote. Unapanda kidogo leo, unapanda kachuki kadogo kwa sababu nimekukosea, utavuna utavuna kisulisuli. Bwana Yesu asifiwe. Let us be careful. Tunapanda nini? Amen. Tuwe careful kile unapanda. Tupande upendo. Ndiposa tutakapoanza kupokea urip, tupokee kisulisuli ya upendo. Upendo kwa wingi, tupokee heshima kwa wingi. Number 5. Na hata hapo unaangalia unaona Tabitha ama Dorcas alipanda generosity. Alikuwa na kipawa cha generosity, ukarimu, akawashonea wajane mavazi. Alipokufa alivuna kwa ukubwa sana, akafufuliwa. Unapanda nini siku ya leo? Unamtumikia Mungu kwa njia gani? Number 5, we reap full harvest if only we persevere. Kama tutaweza kuvumilia, kwa sababu tumesema hauvuni leo. Kwa hivyo lazima katika hii season ujue ya kwamba kuna kupanda, kuna kungojea na kuna kuvuna.
Psalm 126 hapo hatutasoma 5 to 6 inasema mtu anaondoka asubuhi akiwa amebeba mbegu huko akilia kwa sababu Bwana Yesu asifiwe. And therefore we reap full harvest if only we persevere. Ngojea. Panda upendo. Kama Mungu anataka upende watu, kama Mungu anataka utumie kile kipawa amekupa kitumie. Kuna saa kitakuwa recognized. Bwana Yesu asifiwe. Utaona mwingine akiitwa akitajwa jina kama mwimbaji mzuri. Unashindwa mbona hata mimi naimbaga kwa nini sitaji? Vumilia. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia wachungaji wakitajwa, sitaji, nivumilie kwa sababu in due time I will reap full harvest. Unasikia waombezi wakitajwa, mko watano lakini anatajwa mmoja, ama hata ujulikani kama unaombaga. Vumilia, usitake kutajwa. Endelea kuomba, endelea kutumika. Wakati wa Mungu ukifika utavuna. Bwana Yesu asifiwe. Kile chochote kipawa, huduma ambayo Mungu amekupatia, tumikisha. Is it leadership? Itumikishe kwa uaminifu. Ongoza kwa uvumilivu. Ongoza ukiwavumilia, unaongoza. Ongoza ukiwapenda, unaongoza. Ongoza kwa kunyenyekea. Ongoza as a servant. Kama Yesu, itabidi wakati nyingine wale unaongoza unawaosha mpaka miguu. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, kipawa cha leadership katika Romans chapter 12. Ongoza. Saa zingine waoshe miguu. Chukua towel kama Yesu. Waoshe miguu. Unaosha namna gani? Unawapa support ya kila aina mpaka uone wametokea. Unawaonyesha utumishi kwa kunyenyekea wewe mwenyewe. Yohana akasema mimi nipungue wewe uongezeke. Yesu akachukua towel na maji akawaosha wanafunzi miguu ili awaonyeshe mimi ni kiongozi wenu, lakini zaidi ya kiongozi mimi ni mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo vumilia. Unaweza kuwa hautaji kati ya wale wanaotajwa, lakini fanya hiyo assignment yako. Kazi yako inaweza kuwa ni ya ku-encourage watu, na hata hakuna mtu anajiona kama una-encourage. Lakini unasikia fulani hapo kanisani, unasikia fulani ni mgonjwa, mpigie simu, mtie moyo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaona, na uvumilie. Kuna siku hata kama si wewe, watoto wako watahitaji wakiwa mbali, wakiwa Mombasa, mtoto wako anahitaji mtu tu kumtia moyo. Na kwa sababu ulipata mbegu ukawa wakutia watu moyo kila wakati, Mungu atakuheshimisha kwa njia. Bwana Yesu asifiwe. Toa kama wewe umepewa kipawa cha utoaji. Toa. Unaweza usitaje hapa mbele. Unaweza hata mtu asijue kama unatoaga, kwa sababu unatoa ile hapa kanisani na unatoa kule mtaani. Toa. Kuna siku unaheshimishwa. Na kuna siku ambayo hata watoto wako, maana tumesema kuna nyakati tunavuna hata kile akilipandwa na wengine. Watoto wako wanaweza vuna yale mema ambayo umefanya leo. Bwana Yesu asifiwe. Kama unataka kuheshimishwa na Mungu, fanya kile unafanya. Tekeleza assignment yako in season and out of season. Number 6, we can't do anything about last year's harvest, but we can do something about this year's harvest. Kile ambacho ni cha mwaka uliopita, si tulipanda mahindi na maharagwe, mvua ikanyesha vile ilinyesha, ukapata gunia moja ama debe moja. Sasa hauna control na kile kilifanyika last year, lakini mwaka huu katika upanzi wako wa rohoni, you can do better. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza chochote upandacho. 2 Corinthians 9:6. Wacha tusome pale. 2 Corinthians 9:6. We reap in proportion. Whoever sows sparingly. 2 Corinthians 9:6. But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly. Ukipanda kadogo utavuna tu hivi. Lakini ukipanda kwa wingi utavuna kwa wingi zaidi. If you sow bountifully, you will also reap bountifully. If you sow sparingly, you will also reap sparingly. Kwa hivyo hiyo ndio principle ya mwisho. Na ninasema nini wapendwa? Kama tunataka kuheshimishwa na Mungu, lazima tumtumikie. Na utumishi huu wapendwa ni mbegu. Usa mwenzako aje kulala umwambie ni mbegu. Mwambie utumishi huu ni mbegu. Tunapanda mbegu katika kumtumikia Mungu. We are sowing a seed katika kumtumikia Mungu. Na ninaanza kusema
kukuhakikishia hata wewe usimame mbele yangu siku ya leo. Naongea kwa unyenyekevu, Mungu anakuondoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana najuaga ile kazi ya Mungu ninaifanyanga na moyo wangu wote. With a very clean heart. Na kwa upendo. Kuna kitu Mungu, kuna kipawa Mungu alinipa cha kupenda tu. Mimi unanikosea na hata haitakaa ndani ya moyo wangu, haikai. Lakini kitambo nilikuwa nabeba na Mungu akanihurumia na akaweka upendo. Niko na uwezo wa kupenda even the hardest of people. Mungu alinihurumia. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa labda kama wewe, mtu ambaye hajui kupenda, mtu ukinikosea atabadilisha njia na kuchukia. Lakini Mungu akaja akaondoa hiyo yote na akanipa kupenda. Na ninafanyia kazi ya Mungu kwa kujitolea kwa moyo wangu wote. Wanaongea na dada mmoja hapa nikimwambia ya kwamba kuna siku tunatoka hapa kesha hapa mimi service na ninajua nyinyi in the next 10 minutes mmefika, lakini utanikuta niko kwa barabara nikiimba naenda tu nyumbani. Moyo safi, si wali na ubaya. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa njia hiyo ya kutumikia Mungu kwa moyo wote, my God has honored me. Kwa njia ambazo nyinyi hamjui. Na kwa njia ambazo nikikuelezea utaona kama ni za kawaida. Lakini mimi I know I'm honored by God. Kwa utumishi tu. Na sema baba kubwa na tena ni haya ya kwamba hata ukinyesha niko hapa. Hata ukiniita Monday nikiwa kwa kitanda nimelala, nitakuja. Wakati wamewahi niita hapa Monday wakaniona tu. Bwana Yesu asifiwe. Wanajijua. Kuna mtu aliniuliza pasta, si ukuje tu kesho na leo kujani kesho na mwambie nitakuja. Na ninakuja roho safi. Kwa sababu napenda Mungu na ninapenda kumtumikia. Natamani huo moyo uwe ndani yenu wapendwa. Kwa kumpenda Mungu na kumtumikia Mungu pasipo kulalamika. Ya kwamba ile mbegu amekupea unaipanda kwa moyo msafi. Bila kuuliza nitapata nini. Siku ya AGM kuna kitu nilisema. Nikasema wengi wetu tunataka ile kazi tutalipwa. Wapendwa, ukilipiwa hapa chama nyuma anauliza. Ukilipiwa hapa kila kitu mbinguni utalipwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Kulipwa si vibaya, lakini kazi ya Mungu kuna vitu tutafanya vya ziada ambavyo hatupewi kitu. Na tusitarajie kitu. Kwa maana Mungu ana njia zake za kulipa watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Usitake kila kitu. Umekuja umepanga, umetoa hii maua hapa, umepanguza na kitu kako. Bwana Yesu asifiwe. Umepanguza maua ya madhabahu, wacha kuuliza na kitu. Uliza Mungu kwa kitu. Bwana Yesu asifiwe. Tusitake tu kufanya kila kitu tulipwe. Mbinguni kuna malipo. Na hapa before mbinguni hapa kuna malipo. Ukitaka kuheshimiwa na Mungu, mtumikie. Bwana Yesu asifiwe. Kama unataka Mungu akutumie ama akuheshimu sana, chache sana tusimame. Nisimame mbele ya Bwana na mimi. Ili unaweza kumuonyesha Mungu hivi ukamwambia Bwana, nilinyeshewa nikienda katika kazi yako na sikufa moyo na hata sikurudia kwa njia. Niliingia katika nyumba yako nikakuta praise and worship of God. Nikakuta